Bwana, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe kwa kujalia siku hii tukawa pamoja, tukawa tunazungumza mambo muhimu sana ambayo yameweza kuainishwa katika sheria yetu namba 7 na namba 8, sheria za tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SLZ, ambazo zote sheria mbili hizi namba 7 na namba 8 ni viongozi tosha kabisa katika utendaji na ufanyaji wetu wa kazi za kila siku katika maeneo yetu. Lakini la pili, tuchukue nafasi hii kabisa kuwashukuru viongozi wetu wakuu kutokana na umahiri wao, hikma na busara walizokuwa nazo, ambazo walizoweza kushushiwa na Mwenyezi Mungu. Leo bado Tanzania na Zanzibar tuko katika amani na utulivu, pamoja na bado tunashikamana vizuri katika shughuli zetu za kazi, na hii yote inatokana na sera njema, sera za Chama cha Mapinduzi, chama bingwa na chama tawala katika Tanzania. Tunapongeza. Lakini la tatu, tukushukuruni nyinyi, pamoja na kuishukuru wizara yetu kwa kuona ipo haja ya kuweza kukaa pamoja tukapata kile ambacho kinachoweza kutakiwa ni cha kwenda kufanyia kazi. Baada inajua kwamba tutakayopewa ni mengi, lakini ndani yake yapo ya kwenda kufanyia kazi ili tukaweza kuisaidia jamii yetu kubwa iliyokuwepo nje ya hapa kwa ajili ya kile ambacho tulichopatia. Waheshimiwa watendaji, hakuna budi, ni lazima tuliseme, sisi sote tuliokuwepo hapa basi tujue tuna dhima na jukumu ya mambo 4 kwa 5. Jambo la kwanza ni lazima, kama tumetoa ridhaa aidha ya wananchi wetu ama wakuu wetu wa utawala katika maeneo mbalimbali ya nafasi ambazo tulizoshika, tuna jukumu la kwanza la kulinda, kudumisha na kuendeleza amani, utulivu na mshikamano katika maeneo yetu. Hicho ni kitu cha kwanza kisichokuwa na shida na wala hakina mbadala. Lakini la pili, kwa mujibu wa sheria zote mbili, tuna nafasi ya kutosha ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza jukumu la msingi kabisa lilokuweko katika baraza letu la manispaa la usafi wa mazingira na kupendezesha nchi. Hilo ni jukumu la pili. Lakini jukumu la tatu tunalokuwa nalo tukiwemo sote katika ushirikiano wetu ni kuweza kuhakikisha kwamba tunaisaidia serikali kuweza kupata kodi yake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa na miongozo mbalimbali iliyokuwepo. Na la 4 ni kuwapanga wenzetu wafanya biashara katika maeneo yetu ambayo wafanye biashara zao bila bughudha na kuweza kukuza, kuendeleza na kuimarisha mitaji yao ili tuweze kukuza na kuendeleza uchumi wa taifa letu. Haya ndiyo mambo ya msingi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tukiwa kama ni wajumbe wa kutekeleza haya, basi hii ndio assignment yetu. Sasa utekelezaji wa haya hauwezi ukenda
kama Waswahili walivyosema, kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa, na wengine wanasema bila kushirikiana na wenzetu waliopo au wale waliokuwepo wengine, kwamba Isokongwe haiishi. Naomba sana, leo tumepata mafunzo, tuna deni la kwenda kuyatekeleza. Deni hili ni letu, ni lazima. Tulichopewa ni kidogo, lakini tuna wajibu wa kukutunza na kukiendeleza kwa kuweza kuwa wabunifu na kuhakikisha kwamba tunatumia resources chache zilizokuwepo katika kuhakikisha kwamba tunakidhi na tunafikia utashi wa nchi unapotaka. Tuwe wa kweli, iwapo kwamba nchi itachafuka kwa uchafu, hakuna watalii watakaoweza kuingia, lakini pia tutapata maradhi, tutakuwa hatuna furaha, bashasha, na wala uchumi wetu hautokuwa bali utadumaa. Sasa jukumu hili tumepewa sisi kama ni wana wa nchi katika kulitekeleza, kulinda na kuliendeleza taifa. Sasa tuna wajibu usiokuwa na shaka wa madiwani pamoja na mashehe na watendaji wa baraza la manispaa kukaa pamoja, kutizama changamoto zetu zilizokuwepo katika maeneo yetu, na hatimaye kutoka na suluhisho la pamoja la utekelezaji, huku tukitumia wananchi wetu kama ni silaha muhimu ya kuondoa changamoto hii. Naamini katika kila eneo kuna madiwani, pengine zaidi ya mmoja. Hakuna shida, tukaeni pamoja na masheha wetu. Jamani, katika eneo letu la jimbo letu tuna tatizo la uchafu, tuna tatizo la kutaka kupendezesha mji, tuna tatizo la kuhakikisha tunaishi kwa amani. Sisi kama ndio masuala wa maeneo haya, diwani wawili wanakaa ama watatu, wanakaa masheha, anakaa mbunge, mwakilishi. Hii ndiyo timu ambayo itakayokuwa ina kazi ya kuhakikisha tunaweza kuleta ustawi bora katika maeneo yetu. Hatuna haja ya kuvuta. Kwa nini tuvuta? Tunavutiana nini? Tunalaumiana nini? Nani tumtupie mzigo huu? Hakuna. Nchi hii ni yetu. Tusipoijenga sisi, nani mwingine ambaye atakayeweza kuifanya? Sisi tumeikuta, na sisi tuwaachie wenzetu katika hali iliyokuwa njema, yenye furaha na yenye umakini. Niweze kuzungumza tu, tunapoweza sisi kukaa pamoja, madiwani, masheha, mbunge na mwakilishi, kwa kutumia wananchi wetu wa maeneo husika, baraza la manispaa hata lisilete kijiko na aina yoyote, kama watu watakuwa wengi kabisa, kazi hii inawezekana. Lakini ni lazima tuwe pamoja, lazima tuwe tuko tayari, na lazima tuwe tunauthubutu. Na nikwambieni kweli, iwapo kwamba tutafanya kazi hii mapema, sasa kama kila mmoja atatupia lawama mwenziwe, hatutofika. Hakuna pahala palipokamilika isipokuwa peponi tu. Hakuna mtu ambaye aliyokamilika. Kila mmoja ana udhaifu wake. Tuvumiliane, tuchukuliane kwa mujibu wa udhaifu wa mtu alivyo, lakini tuhakikishe kwamba tunaweka mji wetu safi na mazingira salama ya kila mmoja kuweza kufurahi.
Kwa hiyo masheha na madiwani wao ndio wanaokaa na wananchi, ni grassroots, lakini wabunge leo tutakutana nao na wao pia tutakuwa tuna mazungumzo nao hayo. Lakini sitoshi, tayari tumeshatoa miongozo ya usafi katika kila eneo, kila sheria tayari kuna mwongozo wa usafi upo, na kila municipality kuna mwongozo wa usafi. Na hili tulizungumza hata juzi kwenye kamati za siasa. Madiwani na wao watapimwa kwa kutumia uwezo wao wa kuweza kuhakikisha kwamba wamelifanyia nini jambo hili. Ili liende vizuri, ni lazima tushirikiane, masheha, madiwani, wabunge na wawakilishi pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Jambo hili linawezekana likaondokana kabisa. Sio vizuri hata kidogo tukaitangaza sheria ya mtu fulani ndio sheria ya Tiro kwa usafi, na wadi ya mtu fulani ni wadi ya Tiro kwa usafi. Itakuwa ni aibu, fedheha, mtu yule kukuwepo katika hivyo, atakuja kuambiwa hata majukumu yake ya msingi hayawezi. Tunampia nini tena kura? Tunampia nini tena nafasi? Sasa mimi nikuombeni wazee wangu, nikuombeni sana, tushirikiane kwa pamoja katika nchi yetu. Mwaka 2027 huenda ikapokea ugeni mzito sana ambao dunia nzima utakuwa unaigurika Zanzibar. Ni kweli, kama tusipojitayarisha sasa, tujitayarishe lini? Hebu tufanyeni pilot, angalau tumpumzishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aweze kuzungumza. Tayari suala la usafi linawezekana, lakini kila siku atakapopanda kwenye eneo la kuzungumza, basi atazungumza ishu ya usafi, upangaji wa mji, yani kila wakati liwe swala hili. Si wenyewe hatuoni aibu, tunapewa dhamana zile, lakini kwa kweli tunaona si sana. Sasa hebu tuungane pamoja, tuamue, yani tuwe uso wakati mwingine unaungwa haya sisi wenyewe, kwamba katika mashirikiano yetu, hebu eneo letu, hebu tuseme kwamba tunafanya kazi kwa ari ili tuliweke katika hali ya usafi. Tushirikiane na wenzetu. Hakuna mtu mwenye uwezo wa peke yake, hakuna.